We get to link you up to more funding opportunity. Tuko na Youth Enterprise Fund, tuko na Uwezo Fund, tuko na Kenya Industrial Estate, tuko pia na Hustler Fund where you can now borrow up to 150,000 every day. Na hiyo itakuwa mzuri. Sasa unaona you start graduating ukienda kule juu. Na mambo mingi ambayo serikali inafanya kuweza kusaidia wafanyi biashara ndogo ndogo. So tuko na nyinyi. Jambo la pili ningeweza kuambia, tumeona watu wamejua mnapata pesa, wameanza kutuma very fake links kwa mitandao. Usimuona wanasema download here for top up. Sasa umepata hiyo 25,000 because you get 22 today through Pochi. 3,000 will go to your savings. Police epukana nayo. Youth offices across the country, you can walk into the county commissioner's office or any office around you, uwe ama Safaricom, any Safaricom shop around you, uwaulize wakonfamie. Ukiwapatia certain details, pesa yako yote itafanya nini? Itaenda. Tunaelewana? La mwisho, na hapa ndio nakosananga na dada zangu. Unajua mmekuja hapa kuanzia 4. Rais hao wa Zalendo wamekuwa hapa as early as 4 am. Na najua watu sahi, watu wanajuana. Nimeona watu mnachukua ma-selfie, mna exchange manamba, si ndio hivyo? Sahi mnaonekana kwa TV, si ndio hivyo? Sasa watu wataanza kuita majina yenye hawawaitangi. Sasa sahi utaitwa Bebu. Mtu hata hajai kuita Bebu. La atakuita nini? Kwa sababu amekuona wapi? Atakuita Sweetie, si ndio? Bwana, wewe kuite tu kama wewe ni Susan, mwambie bwana umenitanga tu Susan, vitu ya msupa achana na ili pesa ifanye nini? Lakini msiombe fare. Madems mupo? Walisema ati hii program haina madems. Nataka kuona madems wote mikono juu, mikono juu, mikono juu, mikono masupa. Wanasema si tunaitishanga fare. Sasa ukiitisha fare, huyo bro umekaa naye fair tu. So wacha afanye biashara ili huko mbeleni biashara yake igrow, anunue gari, akuwa anakuja kuchukua kwa nyumba na nini? Tumekubaliana. Hii pesa utaweka kwa biashara. Asanteni sana. Mnajua nyinyi mnakuanga watu wangwana. Mheshimiwa Rais, niruhusu sasa nimuite the National Assembly Majority Chief Whip, sijui kama nimesema vizuri, Honorable Osoro akuje, maybe atamuintroduce pia the area MP kwa sababu yeye ndiye ametuhost hapa, alafu na hao wengine. Kwa makofi tumkaribishe Silvanus Osoro. Wewe umeharibu wewe DJ. Vijana hoye! Vijana hoye! Hebu tusalimiane namna hii nione wale ambao tumekuja hapa. Asante sana. Your Excellency, karibu sana Kisii. Hatuna mengi. Leo umesema ya kwamba ni pesa na pesa na pesa. Vijana wapate pesa. Na leo viongozi wote katika sehemu yote ya Kisii, Nyamira wameshikana kusukuma hawa vijana. Your Excellency, kuna watu wanasema kwamba pesa ni kidogo. Lakini mimi nawaambia kitu moja. Mimi Your Excellency, nikimaliza shule nilianza kuuza gazeti. Nikilipwa shilingi 5 kwa pepa moja. Nikiishi Mukuru kwa Ruben. Nikatoka hapo nikaanza kuuza njugu. Nikagraduate nikaanza kuuza mtumba. Nikatoka hapo nikafungua butchery. Nikasonga pole pole nika raise school fees. Nikaenda kuangalia akaunti yangu, nikiendelea kufanya hizo biashara pole pole, nikijituma, nikilipa tithe, nikienda kanisani, nikifanya vitu vizuri, nikaangalia akaunti yangu iko sawa, nikaweka mdomo yangu sukari, nikarudi hapa nyumbani, sasa mimi ni mbunge.
Sasa kuna watu hawajui ya kwamba small beginnings zinaweza kukupeleka mbali sana. Sasa hivi kuna watu wamejaa ofisini zetu kwa sababu ya shilingi 1,000 ama 2,000 waweze kufanyia mtoto shopping aende shule. Kwa hivyo vijana, tunataka kuwaomba mujitume vile mnajituma hivyo, mkipata pesa muitumie vizuri. Serikali ya William Ruto ni serikali ya agenda. And that is why we are telling everybody ya kwamba sasa hivi ni wakati wa kazi, ni wakati wa agenda, wakati huo mwingine utafika. Wengine wote wakiwa na maneno kwa vijana na kwa Wakenya, walete agenda kwanza na sio complain huko kwanza. Walete agenda kwanza, waiweke kwa meza, alafu Wakenya wataamua wakati huo ukifika. Kwa hivyo, Your Excellency, leo kwa sababu ni siku yako na hatutaki kusema mengi, tunaambia tu wenzetu ya kwamba walete agenda peke yake. Hatutaki mengi. Agenda. Baada ya agenda walete candidate. Baada ya candidate ndio waongee juu ya IBC. Huwezi anzia mwisho wa IBC kabla hujaleta juu ya agenda, candidate then IBC. Referee ataanguli kwa uwanja kwanza, players wapange kila kitu, tuambie ni nani ndio tuweke kuweza kujua ni nani anacheza wapi na wapi, ndio referee akuje. That is what we are telling our colleagues. Kwa hayo machache na mengi, Your Excellency, except the minority leader, ninaomba viongozi wote ambao wamekuja njoo hapa muonekane tafadhali. Njoo viongozi wote ambao wamekuja, viongozi wakiongozwa na area member of parliament, njoo hapa muonekane. Leo sio siku yetu. MPs ambao wamekuja, nimeita MPs. Haya. Kwa hivyo ngoja. Huyu anaitwa Jafeth Nyakundi, mbunge wa Kitutu Chache North na treasurer wa UDA. Asante sana Keti. Huyu anaitwa Steve Mogaka, mbunge wa West Mugirango kule Nyamira County. Asante sana. Huyu anaitwa Joash Nyamoko, mbunge wa North Mugirango, Nyamira County. Asante sana. Huyu anaitwa Senator Esi Okenyuri, senator mteule wa chama cha UDA, mrembo wetu hapa nyumbani. Asante sana. Huyu anaitwa Dan Manduku, mbunge wa hapa Nyaribari Masaba, hapa tu karibu hapa. Asante sana. Huyu anaitwa Ntogoro Jerusha Momanyi Ntogoro, mbunge wetu wa kaunti ya Nyamira ambaye pia anasimama kiti ya governor. Asante sana. Huyu anaitwa Doris Donya Toto, mbunge wetu wa Kisii County. Asante sana mama county. Huyu anaitwa Alpha Miruka, Bomachoge Chache constituency. Asante sana mheshimiwa. Huyu anaitwa Marwa Kitayama, mbunge wetu nimeona ulikuwa umejipanga, Wakuria East. Asante sana Migori County. Huyu anaitwa Zahir Janda, salimiana. Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Naibu Rais, karibuni sana, asanteni sana. Zahir Janda ndio mbunge wetu hapa kwetu. Asante sana vijana, congratulations, tuendelee kujituma, Mungu awabariki. Thank you very much. Asante sana Mheshimiwa Rais. Hawa vijana wetu wanaenda kupata pesa kupitia kwa pochi la biashara, si ndio? Hilo pochi la biashara, we have loaded it with digital business tools. Kwa hiyo pochi la biashara, wakati ule utakuwa unanunua vitu ama kwenye benki siku nyingine kuomba pesa, wakikuuliza tupatie zile records zile vile ulikuwa account yako inaangalia, you just go there, you download, hiyo record itakusaidia. Na tena hilo pochi la biashara, we have ring fenced it from any obligation yenye uko nayo. Kama uko tuseme na Fuliza, pia tume ring fence. Lakini mimi nilikuwa nataka nichomoe ya Hustler Fund hapo, lakini rais akakataa. Ati tuache tumpate, si tuchomoe ya Hustler Fund hapo. Tuchomoe ya Hustler Fund. Wangapi wako na deni ya Hustler Fund? Mbona mmekataa kuinua na mtaki nichomoe? Mulilipa? Lakini rais aliwatetea, alisema PS usitoe hapo pesa yote, acha tu hiyo pesa. Rais anawapenda, akasema tu mwache hiyo pesa ikae hapo, afanye biashara
ndio baadaye sasa wataweza kulipa. Mheshimiwa Rais, niruhusu sasa kwa heshima nimwalike waziri wangu, waziri wa Cooperative and MSME Development, Wycliffe Ambecha Oparanya, akuja chukulie hapo aendeleshe kipindi. Makofi ya Mheshimiwa waziri wangu. Vijana oye! Vijana wa Kisii oye! Vijana wa Migori oye! Vijana wa Nyamira oye! Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa Naibu wa Rais, mawaziri wenzangu, makatibu na waheshimiwa wote ambao wako hapa. Leo ni siku ya muhimu, lakini kabla ninene machache, nina wenzangu hapa ambao wameandamana na rais. Nataka tu waje hapa waseme chambo, alafu tuendelee, nikianza na kijana wenu waziri wa elimu. Kijana wa hapa, karibu useme jambo. Vijana oye! Vijana wa Nyamira mko? Wa Kisii mko? Na Migori mko? Bwana Rais, Deputy President, mawaziri wenzangu, all the leaders here, mimi nataka kuchukua nafasi hii kukuambia kwamba tuko na asanti kubwa kwa hii program ya Nyota, kwa sababu inasaidia vijana wetu ili wapate maisha mazuri kwenda mbele. Nataka kusema hivi, wale ambao wanasema kwamba hii pesa ni ndogo, hawa ni wale watu hawajawahi tembea miguu tupu. Hawa ni wale watu ambao hawajalala njaa. Hawa ni wale watu ambao hawajalala katika nyumba inanyesha. Kwa wale watu kama sisi ambao tumepitia haya, hii shilingi 50,000 ni pesa kubwa sana ambayo inaweza kuinua maisha yetu. So nataka kuambia vijana, tumeeni hii pesa kwa makini, itabadilisha maisha yenu, kwa sababu hii serikali ya William Ruto inabadilisha maisha ya Wakenya wote. Ya pili, Your Excellency, nichukue nafasi hii niseme asante sana kwa ile instruction directive ulitoa kwamba watoto ambao wana transition kwenda grade 10 waende hata bila uniform na waende hata bila school fees. Since you gave that directive, Your Excellency, we have moved from 92% admission to yesterday when we reached 96.5%. Kwa hivyo watoto wetu karibu 1.1 wameingia shule, na nataka kuambia walimu hivi, wale watoto wanakuja shule bila uniform, bila school fees, waadmitiwe na wasirudishwe nyumbani. Mwalimu yeyote akirudisha mtoto nyumbani, na wewe tutakurudisha nyumbani. Your Excellency, asante sana kwa ile maendeleo umetupatia hapa. Najua tunarudi hapa siku nyingine, sitaki kusema mengi, na kushukuru sana kwa ile kazi nzuri unafanya kila sekta ya Kenya hii, ya economy yetu, ya education sector, kwa barabara na kila mahali. Asante sana, Mungu aendelee kukubariki. Thank you. Waziri wa mambo ya vijana, Mheshimiwa Salim Mvurya, karibu. Vijana hoye! Vijana hoye! Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya, Daktari William Samoei Ruto, Mheshimiwa Deputy President Professor Kithure Kindiki, ambaye ni fire si fire, mawaziri wenzangu na vijana, leo ni siku muhimu ambayo tuko hapa Kisii. Na Mheshimiwa Rais, kwanza nikupongeze sana kwa sababu mambo ya vijana,
mambo ya vijana na maisha yao ni mambo muhimu katika taifa la Kenya. Na wewe Mheshimiwa Rais umehakikisha hawa vijana wote wa Kenya umewapangia mambo ya miradi aina mbalimbali ili na wao waweze kujisaidia katika uchumi wao, uchumi wa jamii zao, na waweze kuendeleza uchumi wa Kenya. Mheshimiwa Rais, tukiwa hapa nataka kusema kwamba wakati ulizunguka ulikuwa unazungumzia mambo ya bottom up, na leo ni dhahiri hapa kwamba vijana hawa unawashika mkono kuanzia chini ili waweze kusaidika, waweze kwenda mbele zaidi. Vijana mlio hapa, nataka kuwahakikishia tukiwa Wizara ya Vijana tutaendelea kuhakikisha zile fursa zote ambayo serikali inapanga na kutekeleza tutawajumuisha tukienda mbele. Nyota iendelee isiendelee? Mradi wa Nyota uendelee usiendelee? Rais Ruto aendeleze asiendeleze? Kwa hivyo jambo ya mwisho nataka kuwashauri, ile pesa ambayo mnapata leo si pesa ya kucheza kamari, ni pesa ya kufanya biashara ili maisha yenu yazidi kuendelea mbele. Nyota iendelee isiendelee? Ruto aendelee asiendelee? Mungu awabariki. Asanteni sana. Asante sana. Mheshimiwa Rais, kwa niaba ya wizara nataka nikukaribishe hapa na naibu wa rais na wenzangu ambao wameandamana na wewe na vijana wote ambao wako hapa. Pili, nataka niwapongeze nyinyi ambao mumefika kiwango hii ya kupokea pesa za Nyota Fund. Kwa nini nasema hivyo? Tulikuwa na vijana karibu 2,000,000 ambao walileta maombi. Na kwa hao wote nyinyi ni mojawapo wale wamefika kiwango hii. Kwa 2,000,000 wamepaki karibu 120,000 ndio wamefika kiwango hii katika Kenya mzima. Na ninataka niseme hivi, hii project ilikuwako miaka 5 iliyopita. Hapa Kisii tulikuwa na beneficiary katika hii project hapo zamani. Hapa Kisii na Migori walikuwa beneficiary, lakini Nyamira hawakuwa beneficiary kwa hiyo project. Na hakuna ule unaweza kutafuta katika Kisii au Migori akuonyeshe alikuwa kwa hii program ya business support. Wakati rais alichukua uongozi wa nchi hii, akafanya mabadiliko, akaleta mipango mipya ya kusema kila kijana achutume mwenyewe. Kwa sababu hapa awali ulikuwa unaenda kwa chief, ulikuwa unaenda kwa mbunge wako, ulikuwa unaenda kwa MCA wako, anakusaidia, anakupeleka wizara, mambo ya chini ya mesa. Lakini akasema haya mambo ikiwe wazi, na ikiwa wazi wewe mwenyewe ujitume *2544 alafu ufanye hiyo mtihani. Na nyinyi mmepitia kwa hayo yote, mmefika hapa. Mchukue hiyo kama nafasi ya kipekee katika maisha yako. Umepewa nafasi ya kuwa milionea, ya kuwa bilionea katika nchi yetu ya Kenya. Ni kila kitu ni kujipanga. Umejituma and you must be committed. Hii ni nafasi yako, na pia una nafasi ya kuendesha biashara yako ikue, alafu usaidie kuandika Wakenya wetu, Wakenya wengine. Nataka pia niwashukuru wale maofisa wa ngao
wametusaidia kwa haya mambo yote. Hao ma chiefs, assistant chiefs wametusaidia kuleta nyinyi hapa, na wataendelea kushirikiana na sisi kuona ya kwamba nyinyi mnafanya biashara zetu in a peaceful environment, na tutakuwa tunafuatilia. Leo mnapata first installment, na baadaye mkirudi kwa masomo mtapata second installment, mkiendelea hivyo mpaka miezi 6, tuone ya kwamba nyinyi mnaendesha biashara vile inatakikana. Kwa hivyo, this is your time, don't lose it, take it seriously. Rais has decided that he must deal with the youth of this country, which are the majority in this country, for his motto that pesa mfukoni kwa kila mtu. Kwa hayo, Mheshimiwa Rais, nataka nimkaribishe the Deputy President Fire wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa Kithure Kindiki. Nyota hoye! Nyota ni fire si fire. Nyota ni fire si fire. Munasema nyota iendelee. Nyota iendelee isiendelee. Nyota isonge mbele. Wacha nione wale wanasema nyota 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 nyota. Bas, Mheshimiwa Rais, kabla sija kualika, naomba niite wenzangu wawili hapa, kila mtu aseme dakika moja. Wa kwanza ni kiongozi, leader of minority katika bunge la kitaifa, Mheshimiwa Junet Mohamed. Junet ni fire si fire. Junet ni fire si fire. Karibu kiongozi. Asante sana, Your Excellency. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Deputy President, Deputy Party Leader wangu na Governor wa Kisii. Vijana oye! Vijana oye! Migori oye! Migori tusalimiane kwa mkono. Mheshimiwa Rais, nimekuja hapa kutembea na watu wangu wa Migori, kwa sababu hawa ndio kura. Sasa ilibidi asubuhi turauke mapema waone mimi hapa, otherwise 2027 inaweza kwa shida. Your Excellency, nataka kuchukua nafasi hii pia kushukuru kwa niaba ya watu wa Migori na watu wa Nyamira na Kisii kwa ujumla kwa hii program ya Nyota. Nilisikia mwingine akisema pesa itaongezwa, lakini mimi naamini hakuna pesa ndogo hapa duniani. Ukitaka kujua pesa ndogo hakuna, weka shilingi 1,000 hapa chini saa hii uone vile mambo italipuka hapa. Only 1,000 uweke chini. Kila mtu macho yake itaenda kwa hiyo shilingi 1,000. Hii mtu amesahau ama ni nini? Naweza enda na hii ama namna gani? Kila mtu. So pesa yoyote ni pesa ya maana na itasaidia watu yetu. Sana sana sisi watu wa Migori, you know, Your Excellency, hatujazoea sana mambo ya serikali kabla wewe hujakuwa president. Former President Uhuru alitembelea sisi wakati mwingine 2018, mnakumbuka? Alikuwa ameletea sisi net ya umbu, hii ya dawa ya umbu. Tukakorofishana hapo, viatu ikatupwa, tukakosana, hakurudi tena. Paka sasa President Ruto akakuja. Ndio mara ya pili tukaona mtu anaitwa president. Mnakumbuka? Na ile net yetu ya umbu ikapotea namna hiyo. So Your Excellency, tunashukuru, we are not taking it for granted because these people, wakati tena nimeona saa hii nchi iko pamoja under the broad base. Hata wimbo yetu rero ni rero inawezekana, hiyo yote imeingia kwa broad base, imeimbwa hapa. Wacha mchanganyiko, hiyo yote ilikuwa kampeni yetu. Sasa hiyo yote imeenda. Party leader yangu juzi ametangaza huko Kisumu, amesema bado tuko kwa safari ya Canaan lakini tutapitia Singapore. Hiyo yote imeenda namna hiyo, Your Excellency. Hiyo yote imeenda namna hiyo. Ya mwisho, Your Excellency, wakati ya uchaguzi unajua imekaribia, sasa wanasiasa sasa kila mmoja anatetemeka, hata mimi. Lakini unajua kuna ugonjwa inakujanga wakati kama hii.
na wale wanajua symptom ya hiyo ugonjwa ni wale wamepitia hiyo ugonjwa kama sisi. Sasa hiyo ugonjwa symptom yake, unaona uchaguzi unakuja, unaanza kulaumu IBC. IBC iko na shida, sijui watu ya system iko na shida, sijui watu gani. Hiyo yote ni uoga. Watu wawache uoga, wakuje kwa kiwanja, watanyoroshwa mbaya sana. Na watu ya ODM na watu ya UDA wakiungana, safari hii hakuna uchaguzi hapa Kenya. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante kiongozi, thank you very much. Ni namna hiyo. Wacha sasa kwa niaba ya magavana niite Mheshimiwa host governor Simba Arati na utambulishe governor mwenzako. Wapi makofi ya Simba Arati, Simba Arati, Simba Arati, Simba Arati. Aya DJ. Aya. 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 Vijana hoye. Vijana hoye. Mnanipata kweli kule ama umeona nimesimama tu ndio hizo speakers tafadhali tunaomba mtupee, kwa sababu inaonekana watu hawapati kule. Naona watu wamekaa, they are constraining kwa kutupata. Migori hoye. Nyamira hoye. Kisii hoye. Haya. Your Excellency the President, the Deputy President, na viongozi wote na wananchi watukufu, nataka nitakuwa mfupi na nikiendelea, kwa sababu I'm saying kuna shida kule. Kwa hivyo kabla rais asimame, tafadhali wale watu wa sound, hakikisha kwamba wale watu wa kule wanapata hii sauti. Mheshimiwa Rais, nataka nikushukuru leo asubuhi kwa sababu kabla sijaanza, wacha nione watu, mimi mwenyewe niko tamu yangu ya kwanza, ni watu gani wanatupea 2 terms hapa. Bwana, hata mimi nataka tamu yangu ya pili. Kwa hivyo tuko katika hiyo kwa hiyo team. Mheshimiwa Rais, unaona ndio wanapata kule. Mheshimiwa Rais, kabla sijaanza nikubalie, nimeona MCAs wetu kutoka Nyamira, kutoka Kisii, msimame tu muonekane tafadhali, kwa sababu hao watu nisipofanya hivyo vita ni nyingi. Nyamira msimama juu. Nimeona speaker wa Nyamira, nimemwona pale speaker wa Kisii. Unaona sasa ndio wanapata sauti kule hawa jamaa. Aya, asante. Deputy speakers. Hiyo sauti ilikuwa mbaya mapema. Asanteni. Asante. Deputy speakers tafadhali, speaker wa deputy governors. Deputy governor wa Kisii yuko hapa Ubebo na Daktari Gesami kutoka Nyamira. Kabla sijaongea, mtanikubalia nimwite mwenzangu Mheshimiwa Governor wa Nyamira atusalimie. Nataka nileta apology Mheshimiwa President ya Governor wa Migori, kwa sababu yuko kule Nairobi kwa Senate, ndio sababu hako pamoja na sisi. Mheshimiwa Nyaribo Nyamira. Vijana nyote amjambo. Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Deputy President, ninajua
among your good work yule umefanya ni mpango wa Nyota, kwa sababu inalenga vijana, kwa sababu future ya Kenya ni vijana. Kwa hivyo advice yangu kwa vijana, mjue kwamba hata zile kampani kubwa zilianza chini. Bora ukuwe na discipline, ukate gharama ya biashara, ukate gharama ya binafsi na uendelee mbele. Nashukuru watu ya Nyamira. Hamjambo. Tutakutana mbele na tuongee zaidi. Asanteni. Haya, pigia gavana wa Nyamira makofi. Bagusiaba. Haya, Mheshimiwa Rais, nikubalie kwa haraka sana. Kabla sijaongea kwa Kiswahili, wacha nisalimiane watu wa Migori na Wanyamira na Kisii kwa Kikisii. Wakire vya mole mogo gete ngalero no otura. Aya ntara nsanta president ngote nirega grazima amanye ngoikire gusi tari boigo ntagete nganse. Mheshimiwa Rais, kwanza tunataka tushukuru kwa sababu ya hawa vijana. Vile Mheshimiwa Osoro alikuwa amesema mapema, mimi nilipomaliza kidato changu cha 4, ndugu yangu mkubwa aliniambia, kijana lazima ujue vile watu wanaishi. Nikaenda kule Nairobi, Riruta Satellite, hata choo haikuwa kule. Mimi akaniambia lazima nijue vile soko zinajulikana. Hakuna soko sijui kule Nairobi. Ukiniambia Marikiti, Retail, Ngara, Wangige, Toi, Kawangware, zote hata deni zingine sijalipa kufika leo, ambazo nilikuwa nabeba madeni. Sijawahi andikwa kwa kazi ya serikali. Ile kazi nimeandikwa peke yake ni ya mwananchi. Hata kupata 2,000 kuweka stock ilikuwa ni ngumu. Lakini leo hii tunashukuru kwamba serikali yako inapea hawa vijana shilingi 50,000. Nyinyi mko na bahati. How I wish ningekuwa siku zile na mimi nianze kule. Lakini nyinyi mko na bahati. Tafadhali ile pesa mmepata leo, shilingi 25,000 leo, mkifanya vizuri, next phase mtapewa hiyo ingine. Hii si pesa wewe kupata vile PS amesema hapa uanze kutafuta warembo ama kwenda kununua nyama. Fikiria. Na mimi kama gavana wa Kisii nataka niseme hivi, wale vijana wataanza biashara, nitawapea mwaka mmoja bila kulipa lisensi. Kwa hivyo hiyo data nitakuwa nayo, nitaambia watu wangu wasilipishe lisensi kwa biashara ambao nyinyi mtaanza. Pili, nataka niseme hivi, Mheshimiwa Rais, uwanja huu tupo. Nakumbuka wakati Baba Raila Amolo Odinga alikuwa hai, tulikuja kule State House. Wewe mwenyewe ukasema utatupea shilingi milioni 500 kwa uwanja huu. Tafadhali utakaposimama, Mheshimiwa Rais, wewe tuambie procurement imefika, ndiposa tumalize uwanja huu. Mheshimiwa Rais, uwanja ukikimbia namna hii, ikifika pale laini 3 zinakufa. Kwa hivyo lazima hii kitu yote ibomolewe, uwanja usongezwe nyuma, na tunakuomba one of the public holiday kabla mwaka hujaisha, tafadhali uifanye hapa Kisii, ufungulie hii uwanja. Mheshimiwa Rais, nataka nikushukuru kwa sababu uliahidi
soko la Nyambera ambalo tukimaliza saa hizi nitauliza wale wote wako hapa tuende kuangalia, limeanza, limejengwa. Kila mtu tafika pale na mnajua kwamba mtarudi hapa uwanjani. Ndiposa watu waende nyumbani baadaye. Wakati rais ameenda, mimi nimeongea na nyinyi, watu wajue ni vipi tunaenda nyumbani. Mbona mnacheka nyinyi? Simba ni fire, si fire. Hiyo ni mambo ya deputy president. Fire, si fire. Mheshimiwa Rais, lile soko nataka nishukuru kwa sababu limeanza kujengwa na milioni 350. Mheshimiwa Rais, najua kwamba umepromise daraja 2. Leo ni soko ya daraja 2. Na umetupea, jana tulikuwa katika mkutano, umetupea 900 million kumaliza lile soko la daraja 2. Tunashukuru, asante sana. Mheshimiwa Rais, hapa Nyanchwa nilikuuliza kilomita 10 lakini ukaamua ukanipa 5. Na ni 400 million. Najua kwamba hiyo tende imefanyika. Mheshimiwa Rais, ni rais ama ni rash? Nilikuwa naongea Kikisii kidogo bwana. Mheshimiwa Rais, hapa Nyanchwa hizo barabara kabla hujakuja mwezi wa 8 ama wa 9 itakuwa imekamilika. Uwanja wa ndege nashukuru kwa sababu ulituma watu wako wiki iliyopita na hiyo tenda inafanyika. Ile tu nitakuuliza Mheshimiwa Rais, tafadhali, ile flyover nilikuuliza, najua kwamba ni bilioni 4, ile ya daraja 2 kufika Kisi School. Angalia kama ya kina Osoro hii lazima mtafuatilia. Nyinyi unajua ndiko mko jikoni na kina Chanda. Tafadhali Mheshimiwa Rais, hiyo flyover hapo ambayo barabara imetoka kule Isibania ikakufia hapa daraja 2. Na nakumbuka Mheshimiwa Rais ukiniambia unataka hiyo flyover, tunahitaji ivuke pale ikwende kule. Utaiona wakati tunapita pale. Mwisho, nikubalie nisema haya. Mimi kama gavana wa Kisii na deputy party leader wa chama cha ODM, sisi kama chama cha ODM tumekubaliana tutashirikiana pamoja na chama cha UDA. Unajua Your Excellency, nilikuwa nimesema mapema, unajua ng'ombe yako iko na maziwa nyingi. Na nikaambia watu wangu hapa, hii ng'ombe ambao tunalisha wacha tukamue. Watu mnataka hii ng'ombe tupe maziwa? Muko tayari? Unajua nikisema hivyo sijaita Mheshimiwa Rais kwamba yeye ni ng'ombe. Yeye ni rais ni kwa sababu unajua ni juzi nimesema kule Western kwa Mheshimiwa Oparanya kwamba we have sent 5 our German shepherds. Tumeituma katika serikali ya William Ruto. Na Mheshimiwa, hizi umbwa zetu kubwa zikiwa hapo zinafanya kazi nzuri. Tafadhali uzifundisha adabu kidogo, ndio zikirudi kwetu ziko sawa. Sisi tuko tayari kufanya pamoja na kazi. Kwa hivyo Mheshimiwa Oparanya, wale watu walikuwa wanapiga kelele, usijali. Mimi I meant you are the best from our party that we have given to the president. Kwa hivyo ninataka nimalizie hapo, niwaulize ndugu zangu, kura ambazo zinakuja, sisi tumeamua tunataka maendeleo. Mambo ya mdomo nyingi tumesema lazima tupoeshe. 1.5 umebaki. Lazima tutahakikisha tumejenga taifa letu. Na nimeahidi kama deputy party leader wa chama cha ODM kwamba chama chetu hakina shida yoyote. Wale vijana mnaona wanapiga kelele pale ndani, wao hata sisi tulikuwa tunapiga kelele. Mtu peke yake alisimama kama
alikuwa anataka kiti ya party leader wakati Mheshimiwa Raila Amolo Odinga alikuwa hai Kasarani, ni mimi. Kwa hivyo mimi ndio the second in command katika chama cha ODM. Wananchi msikuwe na wasiwasi. Wananchi msikuwe na wasiwasi, sisi lazima tutahakikisha maendeleo, na tumeshirikiana na serikali maendeleo ifike kwa mwananchi. Wale ambao wako na wasiwasi, wale wengine hawana agenda, hawana nyota. Sasa nyota imefika hapa, tunauliza wakuwe na agenda, wakileta nyota maendeleo mengine tutaongea. Mheshimiwa Rais, kabla mimi sijamaliza, nakumbuka tukiwa sisi katika opposition, yule jamaa ambaye alikuwa impeached kabla fire ingia ofisini, walikuwa wamesumbua sisi hapa, lakini nashukuru kwamba Mungu ambaye hali mahindi ambaye imekaangwa, Mungu ambaye akuli githeri ama nduma, ni mkubwa. Leo hii tuko pamoja, tunajenga taifa la Kenya. Nataka nimalizia hapo kwa kusema, wacha nione vijana hapa wale mmefika, wacha niwaulize, nione kama mko tayari kusimama pamoja na sisi mpaka mwisho wa kamba. Nyamira, mko tayari? Hebu nione hawa watu. Inawezekana tuko na watu wa one time hapa. Kama wewe ni mtu wa one time, tunapewa uwanja upate watu wawili. Hapa ni watu wangapi? Nyamira, wacha nione juu. Watu wa Migori, hebu nione. Na mlikuwa wengi. Sasa ile hii saundi ilikuwa mbaya. Kisii, mule tayari? Hebu nione namna hii. Wale ambao wamekuja kuangalia vijana wakipata hii shughuli. Unajua Mheshimiwa Deputy President ananiuliza, mashabiki ni wengi kuliko wale ambao wametunukiwa. Wale mashabiki mmekuwa witnesses kwamba hao watu wamepewa shilingi 25,000 leo na watapewa ingine 25 baadaye. Kwa hivyo nyinyi lazima mfanye bidii. Asanteni na Mungu awabariki. Simba Arati ni fire, si fire. Simba Arati ni fire, si fire. Basi, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya, mradi huu wa Nyota ni mradi wa serikali wa kuweka nguvu vijana ili wafanye biashara kulingana na vile wewe Rais ulituongoza wakati wa kampeni, tukaahidi katika manifesto yetu. Kwa hivyo hii program ni ya kuwezesha vijana waanze biashara zao ndogo ndogo ambazo baadaye zitakuwa biashara kubwa. Huu mradi wa Nyota unaangazia vijana ambao kwa sababu moja ama ingine hawakupata nafasi kuwa na degree, kuwa na diploma, lakini Mungu amewapatia talanta ya mambo ya biashara. Na kama sio huu mradi, hawa vijana wangepata msaada, kwa sababu sana sana hapo nyuma tumekuwa tukiangazia wale labda wamehitimu kupitia vyuo vikuu peke yao. Nataka nikushukuru Rais kwa sababu kupitia mradi huu zaidi ya vijana 800,000 watapata manufaa. The Nyota program will eventually target 820,000 young people. Na kuko na component kadhaa. Component moja ni hii component ya business support
50,000 shillings for between 70 and 85 young people per ward across the country. And this component of business support is going to reach to 121,000 young people. There are other components which the President will announce, which will impact on a number of other young people to bring a total to 820,000 young people. Number two, this is not the only program that the government is doing to create jobs and income opportunities for young people. We have other programs. This is just one of them. We have a program through the affordable housing, markets, and hostels construction, which is absorbing quite a number of young people at the moment, more than 500,000, who are being employed under that program. We have a program under the Digital Jobs Initiative, where young people are getting digital jobs through the Kazi Mtandaoni program. We have the program on Kazi Maju, where we are encouraging labor mobility through the arrangements the President has guided us to put in place by having bilateral labor agreements with more than 13 countries across the world. Kwa hivyo tuko na Kazi Maju, Kazi Mtandaoni, Kazi kwa ground, and we want all these programs, including Nyota, to empower our young people. Before I invite you, Your Excellency, allow me to say one last thing. Niseme jambo ya mwisho, ya kwamba kwa muda mrefu wanasiasa wametumia vijana kwa manufaa yao ya kisiasa bila kujali kuwezesha hao vijana ndio hata hao wakuwe watu ambao ni watu wa kuchangia kujenga nchi yetu na kujenga familia zao. Many politicians walikuwa wanaona vijana na wanataka kuwatumia kuwa hecklers kwa kwenda kupigia kelele opponents wa hao watu katika mikutano. Viongozi wengine wametumia vijana kama goons wa kuleta vita na vurugu katika mikutano ya kisiasa. Wengine wametumia vijana ati kama bloggers wa kusukuma ajenda zao katika mitandao. Wengine wametumia vijana kama tu wapiga kura bila kujali. Young people to empower them and to also for national development. You mmekuja na mbeba simu. Kisi mmebeba simu. Mmebeba simu. Migori mmebeba simu. Wacha nione simu kwa sababu tunataka tuhakikishe kwamba kila kijana ambaye ako hapa beneficiary anatoka hapa na pesa yake. Leo ni leo, usema kesho. Nyota ni fire, si fire. Naomba tusimame tukaribishe Rais. Nyota ni fire, si fire. Rais Ruto ni fire, si fire. Aya, tafadhali tunaweza keti chini. Vijana hoye! Vijana hoye! Nyamira hoye! Migori hoye! Kisii hoye! Ni leo si leo. Ni leo si leo. Na mimi nimefika.
nimekuja na nimebeba bwana, si ndio? Waswahili walisema hayawi hayawi, si yatakuwa leo, si ni leo? Basi mimi kwanza, asante sana vijana. Mimi kwanza nataka niseme asanteni sana Kisii, Nyamira na Migori kwa kutukaribisha katika uwanja huu wa Kisii Stadium kwa siku ya leo. Na tumefika hapa kwa sababu hatujakuja mambo ya siasa, tumekuja mambo ya biashara. Kwa sababu tuko na wakati wa kila jambo. Mimi wakati tulienda kwenye uchaguzi tulijua na tulisema ya kwamba changamoto kubwa ya Kenya ni vijana wengi wamesoma, wamemaliza standard 8, form 4, wamemaliza college, wamemaliza university, lakini shida kubwa ni ajira na biashara ambayo haiko. Na imekuwa ni matatizo sio ya hapa karibu. Haya ni matatizo ya jadi. Tumekuwa na serikali, tumekuwa na ingine. Lakini safari hii tulisema kwa vyovyote, juu chini, kulia, kushoto, mbele na nyuma, lazima tuwe na mpango maalum makusudi ya kuhakikisha kwamba tunawapanga vijana na ajira na kuwapanga na biashara. Yale tunafanya leo ni mambo ambayo yalikuwa yanazungumziwa, but today we are moving from talk to action. We are moving from promise to reality. Na ndio sababu hiyo mimi nasimama hapa Kisii leo mbele ya hawa vijana. Hapa tuko na vijana 8,820 ambao leo hapa watatoka na pesa zao. Kufikia leo kwa hii kazi ya Nyota, leo tunafikia vijana 1,103 ambao tutakuwa tumewapatia hii pesa ya Nyota, na tunaendelea. Jumatatu nitakuwa kule Kisumu. Baadaye wiki hii nitakuwa kule Kilifi na kule Mombasa. Alafu nitaenda Northern Kenya. Nikimaliza awamu ya kwanza nitarudi hapa tena, kwa sababu bado kuna vijana wengi nimeona wameketi kule, bado wale hawajapata nafasi yao, na lazima pia tupange nafasi ya wale ambao leo hawaketi hapa. Vijana hoye! Mimi nataka niwaeleze vijana ambao mlikuja kushuhudia wenzenu hapa, na nimeona mmekuja kwa wingi. Mimi nataka niwapatie hakikisho moja, na nyinyi sitawasahau. Nafasi yenu inakuja, so just be patient. Hii program ambayo tuko nayo hapa leo, nataka niwaeleze, wengi walikuwa wanatuambia ya kwamba haya mambo ni ya uongo, hii ni porojo, hii ni sarakasi, lakini hawa wote tutawaaibisha, kwa sababu tutahakikisha kwamba yale tumesema tunayatekeleza. Today here in Kisii Stadium, we are actualizing a commitment we made to the young people of the Republic of Kenya, that the bottom-up economic transformation, bottom-up was not a slogan. Pesa mfukoni was not a lie. We have come here to make sure that we actualize. Wale vijana mko hapa ni kutoka kila ward
every ward in Nyamira, in Kisii, and in Migori is represented here today. That's what we meant when we said bottom up. We wanted to look for young people from every corner, irrespective of their standing, irrespective of their political persuasion, irrespective of the communities they come from. We wanted to make sure that everybody, na hapa tuko na vijana wamesoma form 4, tuko na wengine wamewacha form 3, tuko na wengine wamewacha form 2, wengine standard 8, wengine hata shule hawajaenda, lakini kwa sababu ni vijana wa Kenya wako hapa leo kwa sababu bottom up was a reality we must live in the Republic of Kenya. No young person in Kenya is going to be left behind. Vijana hoye! Vijana hoye! Kama mtu hajapata bahati ya kwenda shule, ama alifika standard 8, ama hakumaliza form 4, ama alimaliza form 4 hana ujuzi na hana kazi, sio makosa yake. Na ndio sababu serikali ya Kenya lazima ipange ajira, ipange biashara ya wale waliopita mtihani na wale hawakupita mtihani pia lazima tuwapangie maisha yao tuweze kusonga mbele pamoja. Tunaelewana jameni? Mnasema tuendelee ama tuendelee? Mnasema tuendelee ama tuendelee? Na ndio mimi nataka wale vijana wameketi na huko na nyinyi mlioketi na hapa, munisikize kwa makini. Hii mradi ya Nyota, hii program ya Nyota itafikia vijana 1820 Kenya. Wale wa business support kama wale tunawashughulikia leo hapa ni vijana 1123. Tuko na vijana wengine ambayo mimi natangaza leo hapa nikiwa Kisii. Kila kijana wa Kenya, wale mmeketi huko, wale ambao you are not beneficiaries of this program ya business support, leo jioni tunafungua mtandao. This evening, *254#. Sio lazima jina yako ijulikane, sio lazima ujulikane na chief ama mzee wa mitaa ama mtu wa nyumba 10 ama mbunge ama governor. Sio lazima ujulikane na mtu yeyote. Wewe na simu yako jipange leo jioni. Tunatafuta vijana wengine 90,000 ambao tunataka kuwapanga na ujuzi, na tutawapatia pesa 36,000 ya kwenda kupata hiyo ujuzi, na tutawalipia mtihani, na ukimaliza tutahakikisha kwamba umepata ujuzi ambayo itakusaidia kusukuma maisha yako mbele, ili wakati tunapanga mambo ya ajira, hata na wewe utakuwa na certificate ya kuweza kwenda kujipanga na ajira katika program tulio nayo katika taifa letu la Kenya. And therefore, I want to tell the young people who are not beneficiaries of this program today, you have an opportunity this evening to register *254# for the program ya kuhakikisha kwamba kama kuna kijana amemaliza shule ama hajasoma kumaliza shule lakini huna ujuzi yeyote, wewe unataka kuwa fundi, wewe unataka kuwa electrician, wewe unataka kuwa mason, unataka kuwa carpenter, unataka kuwa tailor, unataka kufanya ujuzi ingine yeyote, tuko tayari leo jioni ujipange, tukusaidie upate hiyo ujuzi ndio uweze kujisimamia na kusimamia familia yako. Vijana hoye! Vijana hoye! Nyinyi ndugu zangu mliopata bahati ya kuwa hapa leo, nataka pia muwaeleze ndugu zenu wale waliobaki nyumbani ya kwamba they too can be part of this program. They can join the other programs so that we can make sure we reach as many young people in the Republic of Kenya as we can.
Mimi vile vile nataka nitangaze nikiwa hapa Kisii. Vijana hoye! Tuko na program ingine ya kupanga ajira ya vijana nje ya Kenya. Sio lazima umjue mtu yeyote. Wewe enda kwa mtandao. Tunaelewana? Ya National Employment Authority. Kama uko na kalamu uandike. National Employment Authority. NEIMS.go.ke. Hapo uanze kujipanga na ajira. Utaona nafasi ya kufanya kazi nje ya Kenya. Sisi kama serikali tumehakikisha ya kwamba nafasi zote zinazopatikana duniani kote ya ajira, kama ni Marekani, kama ni Uingereza, kama ni Ujerumani, kama ni Ufaransa, kama ni UAE, kama ni Dubai, iko pale katika mtandao. Na kama huna pesa ya kulipa tikiti ya kwenda ng'ambo, serikali ya Kenya tutakupangia vile utapata tikiti. Bora ukifika huko urudishe hiyo pesa, ndio tuhakikisha kwamba mwenzako, ndugu yako anapata nafasi pia ya kwenda ng'ambo. Sikizeni vijana wa Kenya. Musikubali propaganda ya watu ambao wanaongea mambo ambayo hawajui. Watu wengi watakuambia program ya Nyota ni scam. Kwani hawa vijana wameketi hapa ni scam? Hawa ni watu kamili ama hawa ni watu ambao wamekuja hapa wasipojua mahali wanaenda? Ninyi mmejituma. Hawa vijana walio hapa leo, you are heroes of this program. Kwa sababu wakati wengine walikuwa wanaambia is a scam, nyinyi mliamua mkasema wacha nijitume hapa. Wewe ukachukua simu yako, ukadial *254#, ukaenda pale kwa Nyota, ukafuata taratibu, ukafuata maagizo, ukaenda training. Leo uko hapa, utaondoka na pesa kwa mfuko, na Kenya itaweza kusonga mbele. So I want to tell the young people of our nation, do not believe the naysayers. They have nothing to offer us. They have no plan, they have no agenda, they have no vision, they cannot tell us anything. And I want to commit that every program we have undertaken, kwa hiyo program ya export of labor, hiyo nimewaambia, tuko na vijana 1530 kufikia leo ambayo wamepata kazi nje ya Kenya in the last 3 years. Na tunaendelea kila wiki, tunatuma vijana 300 every week. Wanaenda ng'ambo kufanya kazi, watuletee dollars tuweze kujenga Kenya. Vijana vile vile mimi nataka niwaeleze. Tulikubaliana kazi ni kazi. Ni kweli ama si kweli? Mahali kazi itapatikana tutafanya. Ni kweli ama si kweli? Na mkiniona hapa, kama mimi ningekuwa sio mtu wa kujituma, mimi singekuwa hapa. Tunaelewana? Mnanielewa? Kama singekuwa mtu wa kujituma, I would not be here. Ningekuwa ofisini. Si ndio? Nikizunguka kwa meza hapo na Bwana Rais, Excellency, Lakini nimejituma hapa kwa sababu nyinyi vijana ni wa muhimu katika taifa letu la Kenya. And I must work for you. This administration must work for you, because that is how we are going to move Kenya to the next level. That is how we are going to change this country. That is how we are going to move this nation from a third world nation to a first world nation in our lifetime. Na mimi nataka niwaeleze inawezekana. Tumekubaliana my friends. Nikiondoka hapa saizi, mimi niliwaeleza wa Kenya ya kwamba tutakuwa na program ya housing ambayo itatupatia nafasi ya ajira ya vijana. Nikitoka hapa saizi naenda Nyambera. Pale tunajenga soko ya milioni 350. Tuko na vijana zaidi ya 350 wanafanya kazi pale. Hapa Kisii tumeweka pesa bilioni 33. In the history of Kenya, there has never been an administration that has spent 33 billion in Kisii County in 3 years. We are spending 33 billion in this county. Hapa kwa prisons hapa. Mimi niliwaeleza prison hii iko hapa katikati ya
mji wa Kisii. Prisoners wataenda huko kwa shambani. Prisoners hakuna kazi wako naye ndani ya CBD. Inawezekanaje tunachukua wahalifu tunakuja kuwaweka center of town? Hawa wahalifu tutawapeleka huko kando. Hapo kwa mahali ya prison saa hizi nimetangaza kandarasi, next week tunajenga nyumba 10,000 hapa Kisii, na nitahitaji vijana 3,000 wa kufanya hiyo kazi. Vijana wa Kisii, mko tayari ama mko tayari my friends? Mko tayari? Saa hizi program yetu ya affordable housing inaendelea hapa Kisii in different parts. Tuko na projects 5 tayari inaendelea. We have another 4 projects that we are procuring. Tuko na masoko 20 new markets that we are building in Kisii County. Tunajenga hostels ya vijana 7,800 hapa Kisii County. Katika hiyo program yote ya housing Kenya mzima tuko na vijana 1,500 ambao miaka 3 iliyopita hawakukuwa wanafanya kazi. But today we have 500,000 young people working in our affordable housing, in our market development, in our hostels development, working and making sure that they can feed their families. Na ni kwa sababu tulitambua mbeleni ya kwamba tatizo kubwa ya Kenya ni ajira kwa vijana, na ndio tulifanya a deliberate program, yani mpango makususi na makusudi ya kuhakikisha ya kwamba vijana wetu wanapata nafasi ya ajira. Na ndio sababu hiyo mimi nimefurahi leo kufika hapa Kisii. Nafurahi kuona vijana wa Migori, vijana wa Nyamira, vijana wa Kisii. Sisi wote, mimi nataka niwahakikishie, vile mumesikia waziri na PS wakisema, hatujakuja hapa kuwapatia handouts. That is not what we are here. Kama ingekuwa handouts, hatungewapeleka training. Tumepeleka training. Nyinyi mumekuwa trained. Mulienda training ama mkuenda? Mulienda training? Mulisomeshwa? Siku ngapi? Siku 4. Na bado sasa tunawapatia pesa leo, lakini tunafuatana na nyinyi kwa sababu tunataka hiyo biashara unaenda kuanzisha, tutatembea na wewe ili hiyo biashara isirudi nyuma. Tukusaidie, tukupatie mentorship, tukuongezee pesa na tukuonyeshe baada ya hiyo 50,000 pia tutakuambia mahali utaweza kukopa 50,000 ingine na 1,000 ingine 100, ndio uweze kukuza biashara yako, uajiri vijana wengine na utusaidie kujenga uchumi wa taifa letu la Kenya. Vijana hoye, mnanisikia? Mnanielewa? Unajua vile mumeketi hapa ni dhihirisho maalum ya kwamba this is not a joke. This is not what we are being told. This is reality. Unajua kama ningetangaza nikiwa Nairobi kwamba vijana 8,800 wa Kisii, Nyamira na Migori wanapata pesa, wangeniambia mimi ni muongo. Sasa nimekuja hapa mwenyewe na vijana ndio hawa. Sasa mniambie, this is how reality looks like. Tunaelewana jameni? Na hawa watu wanasema hiyo fitina mingi, we are going to shame them because they are going to see the reality of our commitments, the reality of the projects and programs that we committed ourselves when we wrote our manifesto. Kwa hivyo ndugu zangu vijana, mimi nataka niwaeleze leo ni siku yenu, na nimewaeleza ya kwamba hatuwachani na nyinyi. For the next 6 months tuko na nyinyi bumper to bumper. Tunatembea na nyinyi safari moja until each and every one of you succeeds. That is when we will agree with you how you move into the future. Muko tayari ama muko tayari? Muko tayari ama muko tayari? Nasikizeni. Wacha niongee na watu wa Kisii. Kisii hoye! Kisii hoye! Sikizeni ndugu zangu. Hii Kisii, mimi leo nimekuja kwa program ya Nyota. Lakini mimi nakuja hapa mwezi ujao
kwa program ya maendeleo ya Kisii. Mimi nimekubaliana na hawa viongozi wenu wa Kisii, nimekubaliana na gavana wenu Simba Arati na hawa wabunge wote, na tumekubaliana ya kwamba Kisii hii tutaibadilisha, sio kwa maneno, sio kwa vitimbi, sio kwa sarakazi, kwa mpango ya maendeleo na sera ya kubadilisha Kisii. Na mimi nataka niwahakikishe kwa vyovyote hii Kisii kwa mapenzi ya Mungu tutaibadilisha. Mimi nitakuja hapa kuanzisha ujenzi na kumalizia airport yenu hapa Kisii. Hiyo airport tulijaribu kutafuta sehemu nyingine ya kujenga airport tukakosa, tukasema hiyo airport we are going to renovate, tutaijenga upya, tutaongeza runway na tumeweka shilingi milioni 400. Mimi nakuja na contractor in the next 1 month tukuje tuanzishe. Mimi nakuja hapa daraja mbili. Watu wa daraja mbili waliniambia wanataka soko mpya. Pia tumeweka pesa hapo ya kujenga modern market daraja mbili. Na tuko na soko zingine nyingi. Hapa tunajenga cancer center. Ilikuwa imekwama, tumeikwamua, sasa inatembea vizuri. Tumetoa pesa ya barabara bilioni 7 ya Kisii County. Barabara 8 mpya tunakuja kuanzisha. Zile zingine kilomita 270 inaendelea kukamilika. Na hiyo program yote inasonga because we want to transform Kisii as we transform Kenya. And we are going to go to Nyamira and I am going to come to Migori because we have committed ourselves to change this nation. Wale ambao hawaamini watajua hawajui, kwa sababu hii Kenya kwa vyovyote, juu chini, kulia, kushoto, mbele na nyuma, Kenya lazima isonge mbele. Nyinyi mnaamini ama muamini, my friends? Tuendelee ama tuendelee? Tuendelee ama tuendelee? Mimi nataka nikamilishe kwa kusema, mimi niliwaeleza wa Kenya ya kwamba tulikuwa na matatizo makubwa ya uchumi, lakini kwa bidii ya Wakenya na uongozi ambao tumeweka, uchumi yetu imebadilika. Pale inflation ilikuwa 9.6 imeteremka 4.5. Pale exchange rate ilikuwa 165 imekuja 129. Pale mambo ya reserves yetu ilikuwa 7 billion sasa imefika 12.2 billion. Jana Moody's, an international credit rating agency, wamesema Kenya has now moved to a stable economy. That is not William Ruto saying. That is an international credit rating agency saying. So we are telling the people of Kenya, we are on a journey to making Kenya the great nation that we always wanted it to be. Together, working as a people, we are very proud that today we have a government that is broad enough to include every part of Kenya, and we want to move together so that we can transform our nation and change Kenya for the better. Hii uwanja ambayo mumeketi, Simba ameniuliza. Mimi nilikuja hapa, wao Simba akakuja na wabunge, tukakutana kule kwenye ofisi yangu, wakaniuliza ya kwamba hii stadium haikai kama zile zingine tumejenga sehemu zingine. Na mimi nikakubali. Nikasema tutatafuta milioni 500 tujenge hii stadium. Mimi nilituma watu wangu wakakuja hapa. Walikuja wakafanya utafiti, wakasema ya kwamba shamba haitoshi. Mimi nimekubaliana na viongozi wa hapa, ile agricultural show iko nyuma hapa. Sasa tumesema hiyo show tuhamishe, iende mahali pengine, ndio tupanue hii kiwanja tujenge stadium ya kimataifa hapa Kisii. Mimi nataka niwaambie watu wa Kisii, watu wa agricultural shows of Kenya wamekubali, na mimi nimetafuta pesa ya kuwahamisha. So wewe Simba usikuwe na wasiwasi. Hiyo pesa ya kuhamisha watu wa show mimi nitalipa waweze kuhama. Na wakihama mimi narudi hapa mwezi ujao, wakati nakuja maneno ya airport, mimi nakuja kutengeneza hii stadium. Na hii stadium, hii upande hii sehemu kubwa hii tutabomoa kwa sababu imekuwa ndogo, ndio tuweze kupanua zaidi
ilikuwa milioni 500, lakini walikuja wakafanya utafiti wakasema 500 haitoshi. Sasa tumeongeza, imekuwa milioni 770 ya kumaliza hii stadium, ndio Kisii iwe na stadium ya kisasa vile sehemu zingine za Kenya ziko na stadium ya kisasa. Watu wa Kisii hoye! Nasikizeni, nataka munisikize kwa makini. Hii stadium vile nimesema, Disemba mwaka huu, wakati mtakuwa mnafanya sherehe ya Jamhuri ya mwaka huu, hii stadium itakuwa imekamilika. Mtafanyia sherehe ya Jamhuri new stadium hapa Kisii. Wewe Simba na viongozi wa hapa mujipanga. Kisii hoye! Sasa imefika ile wakati. Tulisema ni leo ama si leo? Ni sasa ama sio sasa? Na kama sio sasa? Na kama sio sasa? Na kama sio sasa? Ati kama sio sasa? Ni sasa hivi? Muko tayari? Muko tayari? Muko tayari? Wapi ile wimbo ya Rero ni Rero? Tuanze hapo kwanza kidogo ndio tuseme tuko tayari. We DJ, hapana lete machanganyiko. DJ Kid Kev, hapana lete machanganyiko. Haya, tusimame. Aya. Sasa kila mtu weka simu yako tayari. Umeenda hapo kwanza kwa tuketi chini kidogo. Tuketi chini. Sikizeni my friends. Si ndio? Unajua tulifanya mpango wakati niliona Wakenya wengi walikuwa wamewekwa kwa CRB. Mimi nikawaeleza Wakenya tutawatoa kwa CRB. Ndio tukaweka mpango ya Hustler Fund. Leo Kenya hii Wakenya milioni 22 wako na account ya Hustler Fund. 22 million. Hakuna mtu hapa kwa hii group yote hii, hakuna mtu hapa hana account ya Hustler Fund. Kila mtu hapa. Ni kweli ama si kweli bwana? Si kila mtu hako na account ya Hustler Fund? Kama umelipa hujalipa hiyo ni story nyingine. Lakini account uko nayo. Si ndio? Na kuna watu wengi wanatumia Hustler Fund kuendesha mambo yao. Ukitaka 500 unakimbia hapo Hustler Fund alafu unajipanga. Ukitaka 1000, 2000, saa leo tuko na pesa ya Hustler Fund. Ukiwa ni mtu mwadilifu unaweza kukopa mpaka shilingi 1150 bila ya logbook, bila ya title deed, bila kujua chief, bila kujua mtu yeyote. Wewe na mpango yako. Lakini wakati mpango wa Nyota ilikuja, mimi niliwaeleza hawa wenzangu, hii sio pesa ya kulipa Hustler Fund. Hii ni pesa ya kufanya biashara. Ukishafanya biashara upate faida, ulipe Hustler Fund. Hii sio pesa ya kulipa fuliza. Si kuna watu hapa wako na fuliza? Si kuna mtu amefuliza leo ama jana? Si ndio? Ati leo umefuliza. Sasa hii pesa si ya kulipa fuliza wewe. Unanielewa? Na ndio tulisema tunaweka hii pesa kwa pochi la biashara. Na hapo kwa pochi la biashara unaweza pia kutumia kufanya hesabu yako ya biashara yako. Kuna hapo app ambayo itakusaidia kusema umelipa fulani, umelipa pesa fulani, umefanya mahesabu, una deduct, unajua imefika kiwango fulani, uendelee na biashara. Na tumesema ya kwamba hapo kwa pochi la biashara
Kuwekea pesa kwa pochi la biashara, mtu ya Hustler Fund hawezi kufikia, mtu ya Fuliza hawezi kufikia. Wewe utajipanga vile utalipana na hiyo watu wote. Tuko pamoja? Muko tayari? Haya vijana, tuko tayari? Tuko tayari? Hebu peperusha simu, rais afanye ile kitu. Afanye ile kitu. Your Excellency, in 3, 2, 1, pesa mfukoni! Haya, hebu tuangalie kwa mtandao hapo. To access startup capital for business support cohort 1, dial *254#. Select Nyota project. Select truck. Select business support. Select access startup capital. Enter some details about your business. Then confirm by entering your mobile money PIN. You will receive a confirmation message that the funds for your business have been sent to you. Kuza Imarisha Endelesha Vijana. Aya. Sasa mimi nasikia kuna shida ya mtandao, kila mtu ana dial. Sasa watu ya mtandao hapo, tengenezeni mtandao. Hawa watu wanataka kuhama na pesa yao, si ndio? Msikuwe na wasiwasi, kila mtu atatoka hapa na senti. Si tulikubaliana pesa mfukoni? Leo pesa itafika kwa mfukoni, sawa sawa. Pole pole, tuliza boli, mambo ni mosmos, si ndio? Ngojee tu kidogo. Mimi nataka niwashukuru sana vijana, nyinyi mmefanya bidii, tumeshirikiana sote, na mimi nataka niwahakikishia kwamba hii Kenya tutaibadilisha kwa mipango na miradi ya maendeleo, moja yao ikiwa ni mpango huu wa Nyota. Mimi najua hiyo pesa itafikia kila mtu, msikuwe na wasiwasi. Kuna watu wa pesa inaingia. Hebu nione kama umepata pesa kwa simu. Mambo inatembea namna hiyo, inatembea namna hiyo, namna hiyo. Basi meanwhile, wacha niite hawa ndugu zangu Gavana Simba Arati na Gavana Nyaribo wakuje hapa. Haya, ndugu yangu Simba, hapa tuko na vijana wa kutoka Kisii, na vijana wa kutoka Kisii leo watapata pesa katika pochi la biashara, na watahitaji usaidizi wako. Uko na markets, tunajenga masoko hapa, wewe ndio utasimamia. Uko na sehemu za kufanya biashara. Hawa vijana wanataka kujua vile uliwaambia utawasaidia leseni wasilipe kwa muda wa mwaka mmoja. Mbali na leseni, pia unaweza kuwasaidia sehemu za kufanya biashara. Pengine Simba Arati unaweza kuongea na vijana hao. Haya, vijana hoye! Kama umepata pesa, hebu weka simu yako juu namna hii tuone. Mheshimiwa Rais, nataka nirudie. Wale officers mfungulia wa vijana waingie huko mbele, tunaenda Nyambera sasa. Nataka tufanye hivi. Mheshimiwa Rais, vile nimepromise mapema,
I'm going to allow these people to operate for 1 year without the license ile ambao wanakata. Muko tayari? Kwa hivyo hiyo license, as long as we get the data, watu wangu watahakisha kwamba nyinyi nyote tumepea hiyo riba kwa mwaka mmoja. I hope this will happen to Migori. My brother is in Nairobi, na Mheshimiwa Nyaribo pia atasema. Kwa hivyo tutakapomaliza, tigambo mule tayari? Yani mwengo tinanoenogo tenga motenge. DJ. Aya. Wacha nimpatie ndugu yangu Mheshimiwa Nyaribo, gavana wetu wa kutoka Nyamira. Asante sana Bwana Rais. Vile Simba amesema, mimi ni mtu nasaidia wanyonge. Watu wa Nyamira muko? Mumepotea pesa, inua juu nione. Kuanzia mwaka huu hamutalipa trade license for 5 years. Najua wengi, Bwana Rais, vijana wengi wamebaki nyumbani. Vile nikakuomba ukakubali, mwezi ujayo utakuja Nyamira, na nataka ukuje na fujo. Ukifika huko Nyamira, nafikiria katikati hapa tutafuata ile mipango ulipromise. Iko barabara 3 4. Moja inatoka Tombe inaenda Mokomoni. Ingine inatoka Kerenyo inaenda Nyamaya. Ingine inatoka zote unajua. Iko ile mpango ingine ulipromise ya airport. Iko ile mpango ya stadium. Na university atasaidia kutengeneza barabara round na kuweka hostels huko. Na mengine mengi. Asanteni. Thank you Mheshimiwa. Bas, I want to have some feedback. Nataka nijue kama tuko Hello my dear. Thank you. How are you? I'm good. Very good. Unaitwa nani? I'm Judith. Judith. Yeah. Okay, Judith. Thank you. Umepata pesa? Nimepata. Hebu nione. Ehe, 22,000. Alafu 3,000 imeenda kwa very good. Ehe. Hebu nieleze. How did you apply? Niliweka star 254 hash. Alafu nikafinya okay. Wakaanza kuniuliza maswali hapo. Nikarudisha. Alafu nikamaliza mwezi moja. Nikaambiwa nimekuwa selected. Alafu baada ya miezi tuseme kama miezi 4 hivi, tena nikatumiwa message nyingine, nikaambiwa niende training ya 4 days. Nikaenda hiyo training, huko tulikuwa tunakula vizuri. Tulikuwa tunatunzwa. Tukamaliza hiyo training, sasa tumengojea, sasa tulikuwa tu give up, lakini leo tumeona sasa na majo. Simsema oye! Simsema oye! Thank you. Unapanga kufanya biashara gani my dear? Naitwa Judith Kemani. Judith, unapanga kufanya biashara gani?
Sasa naenda kufungua grocery. Naenda kufungua grocery. Umewahi kufanya hiyo biashara before? Bado. Nilikuwa nafanya lakini nikaacha kidogo. Ulikuwa unafanya mbeleni? Pesa ikaenda chini. Ukawachana naye. Lakini uko na ujuzi ya kuweza kufanya hiyo biashara? Sana. Uko na mahali umetafuta mahali ya kwenda kufanya hiyo biashara? Uko Egesa. Egesa. Very good. So uko tayari? Sana kabisa. Hii pesa 22,000. Kuna mtu anasema ni pesa kidogo. Hapana, hii ni pesa mingi kwa sababu ukipewa hata 1,000 kama uko na akili itapanda ienda hata 100,000 hata ya 1,000,000. So shida na akili. Lakini hata usipokuwa na akili ukipewa hata 500,000 usifanyia kitu. Usifanywa. Haya, so shida ni akili. Akili. Haya, so asante sana Judy. Thank you very much. I wish you well, Nakutakia heri. Asante sana. Aha. Niko na mrembo mwingine hapa. How are you my dear? I'm so fine. Unaitwa nani? Naitwa Eunice Swanya. Eunice. Yes. How are you Eunice? I'm good. Nyumbani wapi? Nyumbani ni Nyamira. I come from Nyamira, uko Borabu. Borabu. Yes. Okay. Sasa nikuulize. Yes. Kuna mtu alikuuliza pesa yoyote umbribe ndio ukue kwa hii program? Hakuna mtu. Yeah. Ni kujituma, umejituma? Ni kujituma, nimejituma. Na nilikuwa like ninajaribu kufinya. The first time you said kuna hustler fund. Nikajaribu nikapata 600 yangu, nikafurahia. Nikaitumia somewhere. And then kidogo limit ikaongeza ni hiyo 3,000. Kidogo ikaongeza 6,000. And now imepanda, inaendelea kupanda. So uko na account kwanza ya Hustler Fund? Yes. Ulianza na 600? Ilianza na 600. Alafu limit ikaongezeka? Imeenda ikiongezeka. So unalipa unalipa ukikopa? Yes. Unafanya biashara gani? Nafanya biashara ya nguo. Nguo. Yes. Okay. So unauza nguo? Nimekuwa nikiuza nguo, but nikafika mahali hata nikaacha. The stall iko hivyo. Yeah. So saa hizi what do you plan to do? Okay. Kabla ya saa hii tukiwa tumeambiwa itakuja, nilikuwa nimepanga nifungue mzigo wa t-shirts na some dresses kwa wanafunzi walikuwa wajoin shule, lakini sasa nikaona imepitwa na wakati. For now naenda nifungue a bale ya newborn clothes. Bale. Unaenda kununua bale? Mzigo wa newborn, newborn babies. Okay. Unajua mahali ya kununua? Huwa natoa Keroka mostly. Unaenda Keroka? Yeah. Alafu unauzia wapi? Nauzia Nyansiongo. Yes. Uko na duka? Nyansiongo market. Uko na duka ama kwa market? Kwa market. Kwa market. Yes. Okay. So umejipanga? Nimejipanga. Bas, asante sana nakutakia heri. Sasa gavana yuko hapa. Amesema kama unahitaji leseni, sasa ata waive leseni ndio uweze kufanya biashara. Si ndio? Yes. I think that's a good thing. It's a good thing. Umesikia vile vile tutakushughulika na wewe kukusaidia na business support, kukueleza mentorship ndio biashara yako izirudi nyuma. Yes. Si ndio? Ndio. Will you be available? Utakuwa hapo ndio tuweze kukusaidia. I'll be very much available. Yeah. Anything you want me to do better in a different way? Yes. According to me, I've been following you even on Instagram. I've been having a plan of starting up a laundry. Despite of selling clothes, I have a laundry because from our locality, hakuna hiyo biashara haifanywi hapo sana. So it became to me like a business opportunity. So I've been following you up, not reaching you, but I'm happy that I've met you and I see my dreams come true. So your dream ni kutengeneza laundry? Laundry, yeah. So kwa sababu tumekutana, so nikupange? Nipange tafadhali, naomba mashambo.
tutapangana. Relax. Thank Yeah, you. tutapangana. Wapi mtu yangu hapo? Chukua simu yako hapo. Thank you Takupanga. very much. Sijali. Just wait. Yes, young man. How are you? Habari yako boss? Hiyo ya style yako ni noma. Hii ni ya Gen Z. Hiyo ni ya Gen Z. Inaitwa nini hii sasa? Ni two lines Two, rasta. two line thruster. Unaitwa nani ndugu? Naitwa Mugeni Edwin Osoro. Osoro. Mogeni. Yes. Okay, nyumbani ni wapi? Gesonso. Gesonso. Okay. So unafanya biashara. Nilimaliza form 4. Nilikuwa manager wa car wash hapa hivi town, nikavutwa, nikarudi home nikaanza kufanya poultry farming ya rearing of chickens, vifaranga. So wewe ni mfugaji wa kuku? Vifaranga, nanunua vifaranga za kienyeji hapa daraja la mkulima top. Kijana wa Nyamira naenda nafuga nyumbani. Unanunua vifaranga alafu unapeleka nyumbani? Nazinunulia chakula. Unanunua in how many, kama namba ngapi? Nanunuanga moja ni 100. Moja ni 100. Ya 3 days. So moja ni 100. So uko na 20,000. Saa hizi uko na vifaranga ngapi? Sasa niko na vifaranga 100 nyumbani. Nyumbani. Alafu nilipata kapito nyingine kutoka kwa chama ndio ilinisaidia. Kwa chama? Na sasa hii itaniboost. Itakuboost. So ukinunua vifaranga 100 inakukost how much? Vifaranga 100 ni 10k. 10k. Alafu nazipeleka nyumbani, niko na room nilipewa na babu yangu, ndio nazilindia hapo. Nazipea madawa na chakula. Nikizichukua first day nazipea starter. Ndio zina grow haraka. Alafu poultry farming inajipa. Inajipa. Inaleta income haraka kama si mayouth. Si kazi unaso sana. Lakini nitakuchukua kama muda ngapi ndio uuze? Sasa nazilianga 3 months, alafu watu wanakuja wananunua. Okay. So unatengeneza ka profit. Napata ka profit. So sasa profit ndio napataka natengenezea nywele. Bwana Osoro. So hebu nione pesa imeshaingia kwa nilikuwa wa kwanza kuingia, lakini nilikuwa nimetensa itaingia. Ati? Nilikuwa nimetensa itaingia. Ulikuwa umetensa? So iko tayari? Sasa unajua kuna watu wanakuangalia kwa TV. Wengi, hata leo nimefurahi kukukuta hapa mbele, nimetamani siku mingi nikusalimia. Sasa utasikia utaitwa Bazenga. Bazu wa kudumu. So utafanya namna gani? Hii inaongeza stock. Mambo ya kudumu? Mambo ya kudumu ni baadaye. Okay Bwana Osoro. Thank you very much. Asante sana. Nimefurahi. Ati? Hii timu kubwa. Wewe ni mtu wa Arsenal. Very good. Ngoja tu boss. Na habari ndugu? Mzuri sana. Naitwa nani? Mimi naitwa William. Na wewe? Naitwa Remjas Odhiambo. Remjas. Mimi ni mkaji wa kaunti ya Migori. Sehemu gani ya Migori? Orubaragana. Orubaraganda. Yeah. So nikuulize, how did you apply? Nili apply kulingana, niliona advert kwa TV kuhusu Nyota Fund yenye inasaidia youths kujiinua kibiashara. Nikaamua nifinye *254#. Nikaulizwa maswali hapo, nikayajibu. Nikachukua time, nili apply first phase ikaenda. Nikakufa moyo kidogo, second phase kurudi nikasema acha ni apply. Ndio hiyo ikaingia. Alafu after hapo tukapelekwa training. Hapo kwa training tulipatana vijana wengi. Sisi na madada zetu kutoka huko Ruba. Tulikaa kwa room moja kama ward. Na after hapo tulisema hata kama hii Nyota bado haijaingia, hatuwezi kaa tu hivi, lazima tujiongeze mawaidha. Tukakuja na idea, tukatengeneza kikundi chetu, tukajiita Orubaragana Young Entrepreneurial Youth Group, ambayo walini elect kama msimamizi wao, their chairperson. So after hapo tumekuwa na mkutano from last year when tulimaliza meetings, we have been sharing ideas, na pia hapo tuliona tukipewa hii pesa tutakuwa tunajuliana hali, wewe biashara yako imefika wapi, wewe imeenda wapi, hadi tukatengeneza WhatsApp group, tukatengeneza group constitution,
Sasa hii tuna process group certificate, ndio at least sasa tukue na kikundi ambacho kinajulikana hata na serikali, jina yetu ikuwe registered kwa e-Citizen. Sasa tukue vijana ambao wanajua biashara na wanaelewa biashara ya wengine, ndio hata kuna wengine naweza kuencourage wale watu wengine. Sasa umeniambia ya kwamba uliapply mara ya kwanza ikateleza, ukaapply tena, ukangojea karibu na give up, lakini ukastahimili ndio umefika hapa. Nikastahimili. Wale vijana wengine ambao pengine wanajaribu mara moja isipokuwa wana give up, utawaeleza namna gani? Nitawaambia kwa hii maisha usiwahi give up kwa life. Inaweza kawia kidogo, lakini Mungu akipanga inafanyika. Sasa hii life tujitume tu, hata kama umejaribu leo, hata kama si maybe kuapply hii Hustler Fund, hii nyota, unaweza apply vitu kama zingine Hustler Fund. Itakawia kidogo, but wakati kijipe itakuja. Mtu kama mimi kidogo ni give up, but Mungu akanionekania akajaribu kuniambia hii kitu hata uongoje aje lazima itafika. Sasa mimi naweza wa encourage, they should never give up in life, like they should be determined in whatever they are doing. Okay. Umesikia ya kwamba leo jioni tunafungua mtandao another *254# kwa wale vijana wako katika vijiji zetu. Mtu hajawahi kwenda course yoyote, you know, pengine alifika form 4 hajafanya course yoyote. Sasa wako na nafasi ya kuapply. Sisi tutawasaidia, tutawapangia mahali wataenda course, tutawalipia, na kila mwezi tutawalipia shilingi 6,000 ya pesa ya kwenda nyumbani na kurudi. Vijana wa kutoka huko Migori, unawaeleza vipi vile wewe ulijaribu ukapata na wao? Mimi naweza ambia vijana kutoka Migori, hii project ambayo imeanzishwa na serikali ya His Excellency Honorable President William Ruto ni project ambayo inatusaidia sisi sote. Kama sasa hivi venye amesema portal inafunguliwa, finya hiyo *254#, apply hizo vitu anasema za scholarship za shule. Huenda bahati yako ijaanguka kwa hii nyota, lakini bahati yako itaanguka kwa hiyo ya masomo, na utakuwa unalipwa hiyo 6,000 na hizo pesa zingine ambazo anasema. Mimi ningependa ku encourage ili tuendelee kujijenga. Tufanye tu vile tunaambiwa na mheshimiwa hapa. Hii maybe uliapply hujapata, but hiyo ingine niko na imani utapata. Sasa jioni leo pinya hiyo *254#. Asante sana. Tumpigie makofi huyu mungwana. Wangwana wangapi wamepata pesa kwa simu? Aha. Naona inatembea ikitembea. Hello my dear. How are you? I'm fine. Unaitwa nani? Naitwa Esther Oyer. Esther. How are you Esther? I'm fine. Nakumbuka kulikuwa na mrembo mwingine alikuwa anaitwa Esther huko kwa Biblia. Mimi naona kama mnafanana. Ati huyo ndio wewe? Kabisa eh? Hebu nione kwa simu yako. Umepata pesa? Ndio. Lakini hiyo picha mmeacha kwa timeline yako iko noma. Asante. Wow. So uko tayari? Niko tayari. Biashara unaenda kuanzia wapi sasa? Stars, naendeleza. Oh, you already have a business? Yeah. Wapi? Nauzanga viatu kwa Nakuru. Nikiwa shule nauzanga kwa Comrades. Unauzanga? Viatu. Oh, viatu. Yeah. So nauzanga Comrades, so nitaongeza stock ndio iendelee. So nikienda shule sometimes nakuja nauza. Tuko na system huko kama niko shule naweza niuzia. Yeah. So unanunua hizo viatu wapi? Nachukuanga kuna hapo penye wanawekanga bell, so watu wanachukua bell. Zingine zinakuwa nachukua bell. Yeah. Bell ni kama pesa ngapi? Kuna za 20,000. Hizo ni kamera. Hizo ni? Kamera. Yeah. Sasa hiyo nimechanganyikiwa kidogo hapo. So unaenda unachukua, then tunafungua, watu wanachokota then zimebaki unaweka kwa store. Unaweka kwa store. Yeah. Unauza zile zingine zenye watu wamechagua. Yeah. Alafu unaweka kwa store. Ndio. Nikuulize.
ukifungua bale moja ya 20,000 faida yake ni kama pesa ngapi? Unaweza pata faida ya 10,000 kulingana na quality ya kiatu. Kulingana na quality. Yeah. Lakini quality ni bahati saa zingine ama? Si inakuanga poa. Yeah. So you are sure of another 10,000? Yeah. So hii 22,000 itakusongesha? Kabisa, nashukuru pia. Yeah. Asante sana Esther. How did you apply? Let me ask you. Niliona kama wanatangaza kwa TV, wakasema tunafanya *254#. Then una apply, walileta pale pa business na job na school ya watu wanaenda shule. So nikachukua business support. Nikaambiwa I wait for a few minutes, tutatumiwa message. Nikangoja watu wakasema hizo vitu sio za ukweli. Nikasema kazi sio za ukweli, nyinyi mwache, but mimi nitaongoja. So nilingoja. Kuna wengine walikuambia hizi vitu ni ya uongo? Waliniambia ni za uongo. But mimi siku give up, nilikaa chini nikingoja. Then siku moja nikapata message tukitumia tutaenda training. Then nilifurahi sana hiyo siku. When tukienda tukarudi wakasema tunadanganywa tu twende huko tupoteze muda. But siku give up, nilienda tu tena. Then juzi tukasikia tutakuja hapa Kisii. Nilifurahi sana. Yeah. Asante sana. Nikuulize, kuna mtu alikusaidia? Kuna mtu alikufanya connection? Kuna ama ni wewe tu ulijituma? Mimi tu nilijituma. Ulijituma? Yeah. Unajua chifu wa kwenu? Namjua jina but sidhani kama ananijua. Yeah. Na MCA? MCA namjua. Yeah. Na mjumbe? Pia namjua. Lakini sio ati walikupatia connection? Hapana. Wewe ulijipanga? Yeah. Mimi nataka nikuulize Esther. What do you tell other young people? I tell them that they should trust in themselves and not believe in other people. Because these people do deceive people. They don't say the truth. Yeah. So wajiamini na wajitume Wajitume pia. kama Esther. Yeah. Tumpigie huyu mrembo wetu makofi jameni. Thank you very much Esther. You are a great lady and you are going very far. Sawa sawa. Boss. Mambo? Poa sana. 1-2 man text. Unaitwa? I'm Brian Atuti. Umbrella? Brian Atuti. Brian Atuti. Yeah. Mimi naona wewe ni mtu wa Man U. Manchester United dam. Hata Sola anaweza kuambia. Okay. Yeah. So Man U imefika wapi? Naona they are not doing well. Juzi tumepiga Arsenal. Usiseme sana, unajua mimi ni mtu wa Arsenal. Mtu mwenye tu nilikuwa najua Arsenal ni papa, lakini sasa hakuna mtu anaweza tustoa. Wewe Brian, usiseme sana. Hapana. Manchester ni damu. Kabisa Okay. So how did you apply, Brian? Kwanza nyumbani ni wapi? Mimi ni mkazi wa Nyamira. Nyamira. Yeah. So how did you apply? Hii kitu nilipokuwa napita huko online Facebook na tap the screen ndio nikapata mtu hivi alikuwa ni Mluya fulani alikuwa anaitwa Somebody wa Malwa. Ameposti hadi kuna kitu yenye imekuja hapa unafanya application una dial *254#. Mimi nani? Mara hiyo. Nikasema hata sikuwa najua hizi vitu mnasema ni scam, mimi sijuangi. Mimi nilisema acha tu nijaribu tu nyota. Labda hii nyota inaweza ng'aa, ningepata tu nile ya Pastor Ezekiel. Uka apply. Mimi nika apply na niambia namba ya simu, the other alternative number you can use to find you. Unatoka constituency gani? By the way, kitu niliapply nimekaa sana, imekawia sana kufika. But what I know, hata kama imekawia itanisaidia. So ulienda kwa training? Kwa training nilienda siku 4, wakanipea breakfast, lunch na masomo kiasi. So ukasoma vizuri? Nikasoma. Nataka nikuulize hiyo training uliona kama itakusaidia kuelewa vile ya kuendesha biashara? Ilinisaidia because ilikuwa inaniambia the business ideas, ilinipea zingine sikuwa najua. Kama sasa hivi huku nyumbani nafanya tu kazi ya kupanda mbolea tu, yani ya kupanda tu mimea midogo tu kama sukuma, managu.
alafu mimi natoa tu ile mimea tu start seedling, alafu zingine naambia mama hiyo tu tafutia tu wengine, alafu kenda kwa soko. Mimi nikisatoa zile zingine ananipea zangu, naweka kwa mfuko, nikipata faida zingine pia namwachia, nanunua sukari, tunakula kwa nyumba. Okay, so sasa uko na 22,000. Kwanza hebu nione imeingia pesa iko ati pesa iko? Pesa ndio ina hapa ndani. You have confirmed? Yes, nime-confirm. 22,000. From Nyota Business Support team number 32000919. Yes. The 29. Yeah. Mwezi wa kwanza, hii ni mwaka wa 2026. Alafu saa ngapi? Saa ni saa 5 na dakika 56. Na balance inasoma 2250. 50 nilikuwa nimeweka kwa Fed Poch. Ulisema iwe inangojea? Alafu inaweza pata ifike, ipata ni 00 irudi. Oh my goodness. Okay, so tumekubaliana sasa. Hii pesa umeshapangia, uko na mpango? Hii pesa nimepanga, hata kulikuwa na ingine kiasi. Kwanza nilikuwa nimenunua matoke mengine hapo hivyo 5 nichukue Kiumbu 200, nilikuwa nimenunua 200, so transport nalipia 50, lakini nikifikisha huko Kiumbu nauza 500, so napata profit ni 200, natoa 50 napigia mwili asante. 50 unapigia mwili asante? Ndio, uwezi kaa njaa boss. So what is the plan now? The plan sasa ndio niona hii plan ya matoke. Wakikuyu from the mountain wanakipita huko Kiumbu. So mimi nikiwa tu huko kando ya palapala tu hivi, wanaweza pita waangalie tu waseme hizi matoke nazo ni tamu, sinapendeza. Sumi na ngoja tu zinakaa sinakoma hadi ile unaweza ifisha. Hata sasa ukinituma naweza enda nikuletee moja unipe hata tao. Boss. Unanisukuma sana. Si ndio uko nifahamu hii kitu ndio nitakuwa nikiendelea. Biashara ichanuke. Ichanuke na isonge mbele. Isonge mbele. So, wacha nikuulize. Stock yako yote ambayo umewahi kupata. Mama, wacha niulize in a different way. Umeshawahi kupata 22,000 ikiwa pamoja pesa yako? Hiyo nayo ni mingi, leo ndio nimeipata M-Pesa. Pesa nimepata mingi ni 16,000. So that 16,000 vile kuna vile ninunua. Ulipataje hii 16,000 ulipata? Najua nilifanya form 4, of course nilikuwa na deep brain. So mkola akaniambia kuna chama fulani hapa. Nilikuwa naenda Mchengo, akaniambia you have to save 200 per month, per week. So per month ilikuwa 800, lakini sometimes ilikuwa inafika 1,000. So ikaenda kwa period of 9 months. So that 9 months ndio ilikuwa ya saving amount, wakanipea 16,000. Mpigie huyo jamaa makofi. Hiyo savings ni kitu ya maana sana. Umesikia mimi nikiongea mambo ya savings kwamba sisi wote wa Kenya we need to save. Unasikia? Yeah. Hata saa hizi kwa NSSF tumeongeza mpango ya kusave pesa. So hiyo 16,000 ndio pesa nyingi zaidi umewahi kupata. Ndio ulipata. Nilipata siku kwanza nilinunua nyama. So kwa sasa uko na 22,000. Ukikaa kidogo usonge na mimi hapo mbele nitakuongezea another 22,000 na nikuongezea another 3,000 uweke kwa savings yako. Naona ukiniongezea kama miaka ikienda tu hivi, julisema after the period of 6 months unaongeza tena another 22,000. Walikuwa wakitufunza wakatiambia after ukiendelea kuinua biashara yako utaendelea kuongezwa pesa, hata unaweza fikisha 150,000 ndio ombe loan. From now 10 years coming, ukitoka huku president huko chuo huku utaniajia hiyo nafasi. Pigia huyu future president. Pigia makofi huyu jamaa. Asante sana boss. Nimefurahi sana kukuona. Sawa sawa.
Sawa, nami nimeshukuru kukuona siku ya kwanza na kukusalimia siku ya kwanza. Asante sana. God bless Kenya. God bless William Ruto, His Excellency. Thank you. Thank you my friend. Asante sana. God bless you. So nafikiri kufikia hapo kwa sababu tuko na shughuli nyingine na leo hapa tuko na bazuu wengi. Si pesa, hebu niulize kila mtu amepata pesa yako kwa mfuko? Hebu nione kila mtu mwenye amepata pesa kwa simu yake. Hebu nione. Nyota hoye! Nyota hoye! Ni leo si leo? Si mambo ni sawa? Mimi nataka niwahakikishie kama pesa haijaingia kwa simu yako for one reason or another, usikuwe na wasiwasi. Pengine ulipatiana simu, pengine simu yako haiko nakiliwa vizuri, pengine there is a small issue. Kila mmoja wenu msikie kutoka kwangu, everybody atapata pesa zake. Sawa sawa? Kabla ya leo na ikizidi kufika leo, kesho officers wangu wako hapa watahakikisha kila mmoja amepata pesa zake, na nyinyi mmekubali sisi wote tunaenda kufanya biashara. Ni kweli ama si kweli? Si ndio? Na nyinyi mtafanya bidii na mtajituma na mtafanya bidii ndio tuweze kubadilisha maisha yenu, tukibadilisha taifa letu la Kenya. Mchango wenu katika kubadilisha Kenya ni ya muhimu sana. Asanteni sana, na wapenda sana. Mkirudi nyumbani, salimia familia zenu, salimia wenzenu mliowaacha nyumbani, na sisi wote tutatembea pamoja. Sawa sawa? Mimi nasema asante sana. God bless you. I love you guys. And God bless you. Ngoja DJ. Ngoja. Sasa tupatie wimbo ambao tutatoka nao tukifurahia, kwa sababu pesa iko mfukoni. DJ twende kazi.